ilibidi mtu watu wawili waokolewe, lakini mmoja akasema, Yesu ulifanya miujiza, uliwafufua watu, leo jifufue mwenyewe. Lakini huyu mwingine akasema, huyu hajui anachokisema, hajui ya kwamba sisi wanyang'anyi, sisi wezi, leo msalabani tumepata neema kusulubishwa na mtu ambaye hajawahi fanya dhambi, hajawahi kosea, halafu yuko katikati yetu. Alipomgeukia akamwambia Yesu, unikumbuke katika ufalme wako. Na Yesu akamwambia, leo neema ipo juu yako, leo tunaingia na wewe paradiso. Sema binafsi. Sikiliza nikwambie, hapo walipofariki hapo, Yesu akamchukua huyo aliyekuwa ametundikwa pale msalabani, akatangulia naye, akamwacha paradiso, ndio akaenda kuangalia wakina Ibrahim. Neema itakutanguliza wa kwanza, waliokutangulia watabaki nyuma, utakuwa wa kwanza. Waliofanya makubwa wewe utawazidi. Hiyo ndio inaitwa neema ya Bwana. Waliokuwa na majina makubwa wote walikuwa kuzimu, wamefungwa huko, lakini akawa wa kwanza. Ninatabiri juu yako, ukawe wa kwanza kwenye familia yenu, ukawe wa kwanza kwenye ukoo wenu, ukawe wa kwanza kwenye ukoo wenu, ukawe wa kwanza kila mahali kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema neema, sema neema, sema neema, sema neema. Sikiliza tena nikwambie, Biblia inaniambia ya kwamba Nuhu alipokuwa kwenye safina, safina ni mfano wa Yesu Kristo. Tukiwa ndani ya Yesu hakuna gharika, hakuna gharika, tunao uhakika wa uzima wa milele. Kinachochanganya akili yangu ni kwamba Biblia inasema Nuhu aliingia ndani ya safina, yeye na mke wake na watoto wake. Watoto wake majina yao tunaifahamu, lakini wakamwana hawajatuambia majina yao, lakini walikuwemo ndani ya safina. Leo nakutabiria juu ya neema. Jina lako halikujulikana serikali ya mitaa, jina lako halikujulikana wilayani, halikujulikana kimkoa, lakini neema ipo juu yako, inaokoa maisha yako, inaondoa mabaya juu ya maisha yako. Sema neema, sema neema, sema neema, sema neema. Nitabiri tena, sema neema, nitabiri tena, sema neema, nitabiri tena, sema bila usuli nitabiri kwa bali ya neema. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mungu awabariki sana. Sema mina uzuri, sema mina uzuri, sema mina uzuri, sema mina uzuri. Subiri nifungue kitu hapo. Sema neema. Tunasema kila mtu ana neema yake. Neema ya Nuhu ni tofauti na neema ya Maria. Neema ya kwangu ni tofauti na neema ya kijana huyo. Sasa nirudie kidogo nikuibie siri. Wachawi wanapofanya mambo yao kwa ajili ya kuzoofisha kanisa, kuzoofisha kanisa, wanatuma mtu rasmi aje, kazi yake ni kuzoofisha kanisa. Anapoingia ndani ya kanisa, lengo yake ni kuzoofisha kanisa. Anaangalia ni wakina gani ambao wanashikia kanisa, ndani ya kanisa kuna nguzo. Hawa ndio watu ambao wanaishi maisha matakatifu, wanamcha Mungu, halafu wanalibeba kanisa. Sasa hao ndio target ya kisa na wachawi. Wanaweza kuwatafuta wa watu. Wakisha kuwapata wa watu, wanatafuta njia ya kuwazofisha, wanatafuta njia ya kuwazofisha. Unapoona watu wanakuja kwenye maombi, sio bure.
Shetani anatafuta njia ya kuwazoofisha ili kanisa isiendelee. Ya jirani haitaendelea, hii ya kwetu itaendelea kwa jina la Yesu. Subiri nikwambie kitu. Ndio kazi ya prophet. Sio kutabiri tu utanunua gari hapa. Ni kukupa siri za maendeleo ya kanisa. Sasa huyo bwana akija, jambo la kwanza target yake akaona zile pillars, anakuwa karibu nao. Kwanza asi kazi yake anajisogeza. Akisha kujisogeza, hawa watu wanamzoea kama mmoja wapo. Wakisha kumzoea, sasa anaanza kuona jinsi ya kuwa destroy. Anaanza kuwa tafuta jinsi ya kudestroy. Cha kwanza anachokifanya, utagundua ya kwamba watu wanaomba sana, uchumi wao unapigwa vita. Nakwambia ukifuatilia, uchumi wao unapigwa vita. Hapo ndipo shetani anapiga. Kwa nini? Ili usiombe, waanze kufikiria utapata pataje hela. Sisi kama nanielewa. Ndio kwa maana sisi wachungaji tunakuwa kama vichaa. Tuwe na hela, hatuna hela, kazi tunasonga mbele. Maombi tunaomba, kufunga tunafunga, tunahubiri injili kwa sababu tunajua target ya shetani. Hapo ndipo tuna Wakristo ambao wana kazi ya kuomba kanisani, wanaacha vipindi vya maombi, wanaanza kuwa na muda mwingi wa kutafuta hela. Shetani anapiga makofi. Je, unaelewa? Hatua ya pili, shetani anatafuta watu ambao wako friendly, wako karibu na mchungaji, ambao kweli mchungaji anawaamini, wako karibu na mchungaji. Huyo mchawi aliyopewa hiyo kazi anakuja kujikaribisha pia na hawa watu. Kisha maana yake hapa anajua kuna watu akiwakamata mchungaji na yeye mtafanya. Sema bila uso. Sema bila uso. Sasa kazi hapa inafanyikaje? Sasa unakuta mchungaji anaweza kusema sasa tunataka tufanye kitu fulani kanisani. Hawa watu wako karibu naye wanasema sawa, ninatoa milioni 2, ninatoa milioni 3. Kazi inafanyika. Hawa ndio shetani anawakamata. Mchungaji anachokifanya hakifanyiki. Kwa anawakamata wa watu kwa ajili ya kumshusha mchungaji. Ndio kwa maana sisi tuwe na hela, tuna na hela, injili itahubiriwa, mikutano itafanyika, semina zitafanyika, na mahubiri itahubiriwa, injili itaenda mbele. Tunaweza tukafanya semina budget 0, lakini tuna semina mtumishi anatoka Dar es Salaam, atajua mwenyewe, atakula hadi mlandaji aliitwa na Mungu, na hapa ni kazi ya Mungu, twende Bwana, na tunaenda Bwana. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu alituita na tunajua targets za shetani. Na wakamata, akishawakamata anaambia hatua ya pili, anaingia kwenye kwa watoto wa mchungaji. Sawa, anajifanya urafiki nao, anaanza sasa, unajua ni lakini unajua unaenda hakusi. Mungu anacheza usiku. Sasa tutakula pombe, tunamwambia tu watu tuna maombi ya usiku, tutachepuka kwenda. Anajisogeza kutafuta mlango wa kufezesha kanisa. Hao ni wachawi wanaofanya kazi. Kama unajua vizuri, wanayofanya kazi yao ni kusafisha kanisa. Ndio kwa maana unaona mtu ambaye alisimama vizuri kanisani hamuone tena kanisani, na mambo ambayo anayekusimulia ambayo anaacha kuja kanisa, mambo ya kijinga sana. Amekamatwa na giza, lakini wewe usikamatwe na giza. Ulichosahau ni kwamba wakati huu ni wa mwisho. Wakati wa mwisho sio yelele mama, ni wakati wa mapambano, ni wakati wa vita. Sema bila usuri. Sema bila usuri. Sema bila usuri. Ni wakati wa nini? Ni wa mwisho, ni wa vita na mapambano. Shetani anatafuta kila njia. Mahubiri na ubiriwa hapa, mchungaji anafundisha, lakini watu watakaopokea hawapo. Shetani anawakamata, lakini acha nikwambie, ndio kwa maana ndani ya safina hawakuingia watu 100, waliingia watu 8. Tunahitaji watu 8 wanaoelewa Mungu wao, wanaomwamini
wengi wao wanaojua tuko vitani, wanaojua lazima tupambane. Unafikiri Mungu anaposema Nuhu alikuwa blameless, alikuwa mkamilifu, alikuwa mwenye haki, maana yake hakukuwa na mapungufu? Mungu anaposema blameless, huyo mtu sio kana kwamba alikuwa mtakatifu kuliko, lakini alikuwa mtu anayempenda Mungu, alikuwa mtu ambaye anayemsikiliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri. Sema amina vizuri.